hapa. Karibu sana daktari, jitambulishe. Asante. Naitwa Dr. Brian Onyancha. Mimi ni daktari katika kampuni ya AR Healthcare kutoka branch ya Mountain Mall. Hapo ndio naona wagonjwa na pia naongoza ile team yenye iko kwenye hiyo branch. Alafu mimi mwenyewe ni mshiriki Mkatoliki na nimefurahia kuja hapa leo kuzungumzia jambo ambalo limeleta tatizo kwa watu wengi sana nchini ambalo ni cervical cancer. Asante sana kwa kuniita hapa leo. Asante sana, na pia najua kwamba pale umesitisha ukaweka on hold mambo ya kwako lisali moja uje hapo tuelimishe. So we thank you, tunashukuru sana. Na timu nzima ya AAR ikiongozwa na Madam Rebecca, utamsalimia sana. Nitamsalimia kweli, asante. Alright, na kama vile ulivyosema daktari, leo ni mada muhimu sana na hasa mwezi huu wa uhamasishaji wa saratani. Basi tukizungumzia saratani ya shingo ya kizazi, kwa Kiingereza cervical cancer, na tunajua kwamba saratani hii ni miongoni mwa saratani zinazoongoza kuadhiri wanawake. Lakini leo daktari, tutaweza kuzungumza mengi, na labda kwa yule ambaye anatusikiza kwa mara ya kwanza, we don't want to assume ya kwamba wanajua. Hapa tunazungumzia kuhusu saratani aina gani? Kweli. So saratani ya shingo ya kizazi ambayo kwa Kiingereza ni cervical cancer. Kwa mwanamke, kwa ile njia ya uzazi kuna kuanga na ile uterus ambayo ndio nyumba ya mtoto mwanamke akiwa mjamzito, na baada ya miezi 9 mtoto anapotoka, ile anapopita pale ile njia inakuwa through the cervix, yani kupitia kwa cervix ambayo ndio inaitwa shingo ya kizazi. Na hiyo sehemu mara mingi inakuwa na uwezekano wa kupata saratani. Saratani yenyewe haswa ni wakati chembe za mwili yako zinaanza kukua kwa ile kiwango kwamba haziwezi kuwa controlled. So zikifika kwenye hiyo kiwango na macho zinaweza pia sehemu zingine pia ziendelee kumea, na hivyo ndio saratani inaleta shida kiasi kwamba kusababisha kifo. Ndio maana sasa saratani inakuwa shida kubwa, na sasa leo tunazungumzia ile ambayo inaweza kuja katika shingo ya kizazi. Hiyo saratani yenyewe inakuanga na mambo ambayo yanaweza ibuka hapo yanayoweza kuisababisha, lakini kubwa linalofanya tuzungumzie leo ni lazima tukumbuke kila mwaka angalau kunakuwa na visa 6,000 nchini Kenya. Visa 6,000? Yes. Kila mwaka? Kila mwaka za hiyo cervical cancer. Na angalau kuwe na karibu vifo vya watu zaidi ya 3,600 kila mwaka. Tunapoteza wamama 3,600 kila mwaka kwa njia ya hiyo kwa ajili ya hiyo cervical cancer. Na ujue hapa hivi hatujazungumzia ile financial impact familia za watu na ile emotional impact familia za watu wanapitia wakati wanakuwa na hiyo shida. So ni janga kubwa, na ndio maana leo inabidi tuzungumzie ili kuhamasisha umma kuhusu hilo jambo. Na unajua daktari, unaposema hii takwimu ya 6,000 na kupoteza wanawake 3,000 kila mwaka, bila shaka hili ni sababu tosha, ama hii ni sababu tosha kwa nini tuangazie hili swala. Ni muhimu tuweze kuzungumzia, na labda tunaweza angalia risk factors, kwa sababu huenda tukajiuliza kipi ambacho kinasababisha aina hii ya kansa. Kweli, asante. Hapa umejua swali kwa nini hiyo saratani inafanyika, na kusema kweli kuna saratani tofauti kwa mwili, lakini kwa kweli saratani ya shingo ya kizazi imeweza kueleweka na tumeweza kujua ni nini haswa inasababisha hilo jambo. Kuna aina ya virusi inaitwa HPV, yani human papilloma virus. Hiyo human papilloma virus iko na strains kadhaa ambazo ndio zimeweza kuonekana ndio zinasababisha zikisha kuwa kwenye mwili ya mtu, baada ya ile mwaka wenye mtu anafaa kuanza kufanya screening inafaa kuwa around 21 and hiyo inafanyika na ile assumption mtu aliingia kwenye ndoa akiwa miaka 18. Kutoka hapo pia unafaa kufanya angalau kila mwaka 3 unajaribu kufanya ile screening ambayo kawaida inakuanga pap smear. Unasema kwamba inaweza tulia miaka 3 isijulikane. Unajua magonjwa yanakuanga na
yanakuwa kwa upesi tofauti ya. So kuna alafu ndio maana mtu tusikia mtu akisema kuna kuanga na aggressive cancers so kuna zile cancers zenye mtu akipata miezi kadhaa hivi ishakuwa zaidi na imeleta tatizo sana ya. Na pia kuna magonjwa ambayo yako na haraka. So mtu akipata a very bad bacterial infection, hiyo mara mingi tu siku 2 siku 3 mtu atakuwa pabaya. Na pia kitu kama pneumonia tuseme, waona. So hiyo inasaidianga madaktari ku make decisions in terms of matibabu na kila kitu. So kwa ule utafiti ambao umefanyika kwa cervical cancer ni kwa zile mabadiliko ya kwanza yanaanzanga, kuna zile vitu tunaitanga premalignant lesions ya. Yani hizo ni zile vitu ziko zile chembe chembe ambazo zinaonekana hizi ukizipea muda kidogo huenda zikawa saratani yenyewe. Sasa kwa hizo vitu ile utafiti imefanywa ni ile safari yao kutoka kwanza kubadilika kidogo hadi kuwa saratani inachukua muda kama miaka 3 hivi. Ndio maana wanasema kwamba hii ni saratani ya kimya kimya, wanasema it's a silent one. Yeah, mara mingi inakuanga silent one kwa sababu ni siku ambayo itatoa zile signs and symptoms kwa mapema. Lakini sasa kwa kulingana sana huko kuelewa ile gari lenye inasemekana ni mtu akishafika miaka 21 anafaa kufanywa pap smear angalau kila miaka 3. Lakini hapo awali tulipokuwa tunazungumzia zile risk factors, kuna watu tulisema risk factor yao inapanda, watu wenye immunity yao iko chini, kama tuseme mtu mwenye ako na virusi vya ukimwi. Sasa kwa sababu immunity yao iko chini, ile speed ya saratani ku develop iko juu kidogo. Sasa hao lazima wafanye pap smear kila mwaka. Lakini kwa mtu mwenye ana zile risk factors zinazopunguza immunity yake, huyo anaweza fanya kila miaka 3 hadi akiwa miaka kama 29. Akishafika miaka 29, yes. Sasa hapo kwenda mbele inakuwa vizuri akifanya pap smear pia anascreeniwa for HPV strains. Tulishaongelea hapo awali zile high risk HPV strains. So hizo pia zinaangaliwa in addition to the pap smear. Alafu hiyo inaangaliwa mtu akiwa kutoka miaka 29 hadi akifika miaka 65, 65 years. So ukishafika 65 years na iwe kwa historia yako akuje kuwa na anything yenye kwa suspicious, huyo mtu anaweza ishi maisha yake without being screened anymore. Lakini sasa ile shida iko kubwa katika hali yetu ya kama ambapo tuko hapa Kenya ni ile access to healthcare haikwangi sawa kila mahali. Ndio maana unapata hata wale watu wenye wako miaka kama 70 ama 80 hapa Kenya, unapata daktari akikwambia aenda fanyiwe screening na utauliza mbona amefanya, na tumesema akishafika 65 kwa sababu mara nyingi unapata watu waliokuwa wakifuatiliwa vizuri. Hii cut off ya miaka 65 ni kwa yule mtu ambaye amekuwa akiwa screened kwa muda vizuri kulingana na maagizo. Na kwa sababu tunasema hii ni saratani ambayo huja kimya kimya, pengine tungependa kujua baadhi ya dalili. Kwa sababu nauliza hivi, labda kuna msikilizaji ambaye ananisikiza anasema kwamba sijaona dalili yote, mbona niende na hii screening na daktari anasema 3 years, sioni umuhimu. Asante kwa hilo swali Jenia. Cha kwanza wacha niseme, hata bila dalili, hata bila kufikiria kuna kitu inaweza kuwa saratani, tunasema screening lazima ifanywe. Na the reason unafanya screening ni hata kabla screening ina allow daktari wapate zile tumeshasema premalignant, zile vitu ambazo mabadiliko yanaanza kuwa japo ijakuwa saratani. Daktari akiingilia hapo katikati inamaanisha hautapata saratani. Lakini kwa wale wenye wamepata saratani yenyewe, zile vitu ambazo wanazoona kwanza ni kunaweza kuwa na damu, anaweza akipata damu kupitia kwa njia ya uzazi ambayo si ile damu yake ya kawaida ya mwezi. Hilo ndio jambo la kwanza. La pili, inaweza kuwa mara mingi baada ya kuwa na mzee anaweza pata damu inatoka. So unapata hakuna damu baada ya kuonana kimwili. Baada ya kuonana kimwili na mzee wake anapata damu inaanza kutoka baada ya hapo, ile kwa kimombo postcoital bleeding. Hiyo ndio hiyo pia inakuwa very important sign. Zingine sasa zinaweza kuwa kama pia kunaweza kuwa na uchungu wakati anapatana na mzee. Alafu na hizo zingine kutoka hapo pia mtu anaweza kupata harufu ambazo si za kawaida, na zile zingine ni zile tunaita constitutional symptoms. Mara nyingi ukipata hiyo saratani ile yenye imeenea zaidi, unaweza pata mtu anaanza kuwa na kupoteza kilo, kuwa mnyonge, kutokula vizuri na hizo. Hata hapa mara nyingine wakati ile saratani imeenea.
Naona kuna mmoja anajaribu kutupigia. Gladys, unaweza jaribu kupiga tena iwapo unataka kuuliza daktari swali moja kwa moja, ataweza kupokea. Ni vizuri uulize akiwa hapa ajibu mara moja. Kwa hivyo Gladys, Omido na kuona, wacha tuzungumze nawe swali kwa daktari. Hello Gladys. Good morning. Daktari. Yes. Na niko na swali Jenny. Ni mara yangu ya kwanza kusikiza hiki kipindi. Na swali langu ninauliza, amelijibu, nimeona ni kama amelijibu swali nilikuwa nataka kuuliza. Maana nilikuwa nataka kujua ni dalili zipi mtu anaweza kuziona ndio akaweze kujua ya kwamba ako na huu ugonjwa. Na baada ya kujua ya kwamba ako nayo huu ugonjwa, jambo la kwanza huyu mtu anafaa kufanya kitu gani baada ya kugundua ya kwamba ako nayo? All right. Gladys, asante sana. Wacha daktari azungumze kwa kina Asante sana Gladys kwa hilo swali. So mara mingi ukijipata umeona hizo dalili, ni vizuri kwenda kuonekana na ule daktari wa kizazi yani gynecologist ataweza kuangalia. Umesema kwamba ile bleeding ambayo sio monthly period, si monthly period, imekuja tu hivyo. Yani wakati unapata wakati damu yako ya mwezi, inaweza kuwa unapata spotting tu. Spotting tu. Si lazima ile ni damu inayofururika. Unaona watu kuna ile spotting pale na unajua damu ya mwezi ilikuja hizi tarehe, lakini baadaye unaona spotting, si kawaida. Na hapa hivi inabidi pia nizungumzie wale tunaita postmenopausal women kwa sababu mara mingi unapata wao mara mingi anazoona damu afikirie labda ni damu yangu ya mwezi nataka kurudi. Wacha tu niseme damu ya mwezi hairudi. Kushafika postmenopausal uone damu, hiyo ni jambo kubwa sana. We call it a red flag. Hiyo lazima uende hospitali. So mara mingi hata isipokuwa ni saratani ya shingo ya kizazi, inaweza kuwa ni saratani zingine kule nyumba ya kizazi kama endometrial cancer. So for postmenopausal women it's even a bigger red flag kwa sababu hawa premenopausal women kuna wakati wanapata kuna that bleeding ama yenye tunasema postcoital bleeding, lakini wakija hospitali upate ni vitu zingine zinachangia lakini mara mingi kwa postmenopausal women it's even a bigger red flag Lakini kwa haya mazungumzo yote nitarudia tena kusema kwamba usingoje kiasi kwamba umeanza kuona hizo symptoms hiyo kuona damu nyesi ya kawaida ama kuona damu wakati mwingine ama kuona damu baada ya kufika menopause ndio uende hospitali. Cha muhimu hapa hivi ni kuelewa ile hali ya kuhitaji kufanywa screening on a regular basis So mara mingi ukiwa unafanya screening vizuri, hata utaifika kiasi kwamba una develop hizo symptoms ambazo tunazungumzia leo. Hebu tuzungumze kuhusu hiyo screening ni screening ya aina gani? Ninapoenda pale na nasema nitolewe damu, wapime joto ama wanapima nini? Asante sana Jenny. So hiyo screening inaitwa pap smear. Na pap smear haswa itatolewa yani ile sample ile sampuli ya kwenda kwa maabara itatolewa kwa njia ya hapo tu kwa shingo ya kizazi. So mwanamke akifika pale ataelezewa na daktari ama muuguzi anayefanya hiyo sampling, alafu atamuelezea the whole procedure alafu pale kutoka na speculum ni chombo kinachoallow kwa daktari aweze kuona shingo ya kizazi vizuri kwa sababu unajua kidogo iko juu alafu ikishaonekana pale kwa shingo ya kizazi the cervix daktari inakaa kama ni painful. Nasema kwamba anataka kuona huko ndani. Ni kweli Niruhusu nitumie hiyo lugha tu. Ni kweli. Sababu nasema anaingiaje? Ni kweli. Na hilo ni swali kubwa na ni swali nzuri na ni swali tunalopata mara mingi na ni swali ambalo mara mingi kitu kama waona plus watu nikisema plus nilikuwa nashtua watu, lakini wacha tuseme sijui ni vijiko mbili lakini ni kitu ambacho kinasaidia tu, unajua ile kwa njia baada ya njia ya kizazi baada ya shingo ya kizazi hapo kwa njia ya kizazi yenyewe ngozi huwa inakuja pamoja kila wakati. Hiyo hicho chombo chenye tunaita speculum kinasaidia tu
kufanya ile ngozi imekuja pamoja, inafungua njia ndio daktari aweze kuona the cervix yenyewe, kwa sababu pap smear ukifanya hapa pengine hautakuwa umepata, utaweza kuscreen, utaweza kujua ni nini haswa inafanyika kwa shingo ya kizazi ya. Yes. So lazima daktari afungue njia kidogo aweze kuona shingo ya kizazi. Alafu kwa hiyo shingo ya kizazi yenyewe kuna sasa ile shimo yenyewe ambapo mtoto anatokea, ambayo iko katikati ya pale cervix. Hapo ndio hiyo tool ya kutoa the pap smear inaenda, na ni kama brush ni kama ka brush kako na zile bristles za brush hiyo ndio inazungushwa hapo. Ikizungushwa pale, zile chembe cells zenye ziko hapo zinaweza kuingia kwa hiyo brush. Yes. Alafu inatolewa, inawekwa, inafanywa staining, inawekwa preservative, inaenda kwa inaenda kwa lab na ni pathologist aswa anaangalia so inaikishika kwenye microscope. Pathologist anaangalia vizuri, anaona kila cell yenye iko kwa cervix huyu mwanamke iko sawa, hakuna tatizo. Lakini akiangalia aone kuna chembe fulani ambazo si za kawaida, ama ni zile ambazo zinaonyesha hii ni ile yenye ikiachwa itaenda ikue saratani. Sasa tutarudi kwa daktari wa kizazi. Daktari wa kizazi atakwambia nini itafanyika but mara mingi ikiwa in the early stages hapo mahali penye imeanza kuharibika panatolewa tu na unaendelea na maisha yako kama kawaida Ndio maana wanasema kwamba ikigunduliwa mapema ina tiba. Kweli kabisa. Ndio maana ni muhimu sana wakati mtu anazungumzia saratani, mtu aweze kuelewa zile stages zile viwango vya saratani. Saratani ikiwa kiwango cha kwanza haiwezi kuwa. Kwanza kuelewa, tunapozungumzia vitu zinamea kwa mwili, kuna vitu zinamea kwa mwili kawaida mwili wetu kama ngozi zile chembe cells za ngozi zinakufa zikikuja, za damu zinakufa zikikuja. Ndio mimi niwe hai leo, lazima cells zangu zikufe na zingine zikuje. Ukiona mtu mwenye cells zake za ngozi hazikufia, inakuwa shida, hiyo ngozi inakuwa na tatizo. Ndio uwe hai lazima hizo cells zije na zife. So kuna hiyo hali ya growth, hiyo ni kawaida. Hali nyingine ya growth ni ile tunaitanga benign. So kuna wakati unaweza pata mtu kusema kitu kama fibroids so mara mingi nafikiri wanawake wengi wanazipata, nakwambia hii ni kubwa, itanifanyia madhara na unagundua kwamba madaktari wananga wasiwasi mingi na fibroids kwa sababu ni zile tunaita benign. Hata ikiendelea kukua si kitu ambayo itaenda mahali pengine endelea kumea. Alafu lastly ndo tunafika kwa ile what we call cancer sasa, saratani. Ile inafuata tatizo kubwa liwe kwa saratani ni iko na ile potential, ule uwezo wa penye na mea na pia ende mahali pengine, tuseme iende kwa maini yako ama iende kwa kifua iendelee kumea. Na hivyo ndio saratani inasababisha kifo cha mtu. Na hapo ndio hiyo inaleta ile concept ya stages. So stages ile stage 1 ni kitu yenye ndio imeanza. Stage 2 iko localized so iko mahali pamoja. Na mara mingi wale watu wa stage 1 stage 2 ndio wanapatanga the best outcomes, kwa sababu daktari akienda anayo saratani iko mahali pamoja. So unaweza fanyia upasuaji utoe ile saratani yote na maybe wakati mwingine mtu anaweza fanywa pia a bit of chemotherapy, na the reason why mtu anafanywa chemotherapy even then kunakuwa ni ile assumption in case kuna kadhaa zilikuwa zimeingia kwa damu ziweze kuliwa. Alafu sasa ile stages ambazo utaki ni ile stage 3 na stage 4 so stage 4 ni wakati imeenda mbali ndio mara mingi daktari ana uwezo mkubwa wa kubadilisha kwa sababu unapata imeenda kwa kifua, imeenda mahali pengine, imeenda kwa mifupa, inakuwa tatizo sana. Alafu stage 3 ni ile iko na spread bado, lakini most of it iko local so hiyo pia outcomes zake si nzuri sana but si mbaya kama za stage 4 Unajua pia outcomes tunaangalia ile miaka baada ya diagnosis mtu anaweza kuishi Hata stage 3 daktari hawezi reverse kila kitu, lakini outlook yako in terms of ile maisha yako kuongezewa miaka kadhaa iko way better kuliko mle mtu mwenye ako kwa stage 4. Lakini kwa hizi vitu zote maana tunazungumzia screening. So screening mara mingi inasaidia daktari apate either premalignant lesions ama stage 1 ambazo mara mingi daktari akiingilia kati you never go to those stages ambazo zinaleta shida zaidi.
Alright. Tunaenda kupunga hewa, naona wengi wanafuatilia. Thank you so much. Na wengi wanauliza Jenny, kwa nini hatuko live? Samahani, hatuko live, lakini baadaye tutaweza kuupload hii video pale kwenye YouTube and our Facebook page. Ni kwa sababu ambazo hazikuweza kuepukika asubuhi ya leo. Hata hivyo tunaomba tuendelee kufuatilia pale kwa frequency. Rosella, unaendelea kufuata, uko na swali Haya, lipange vizuri. Vile vile Anyangala pale. Anthu, kunaona swali la kwako, wacha tuende breaki, tukirejea basi daktari ataweza kujibu. Pale kwenye mtandao wetu wa Facebook kuna ile post ambayo tumeiweka, unaweza uliza pia swali pale tunapopunga hewa kidogo. Tunazungumzia kuhusu cervical cancer, huu ukiwa ni mwezi wa Februari, na mahali ambapo daktari ametoka pale AAR wanasema kwamba hiki kipimo ambacho amezungumzia pap smear kuna offer. Kimbia pale uende upate ofa ya kwako. Sasa hivi nafikiri ni shilingi 1,500, hiyo ni ofa 50%. Ni wakati wa kuweza, tunasema kwamba fahamu, jua habari mapema, kuwa na ufahamu na uchukue hatua. So kwa hivi sasa tupunge hewa kidogo tu. 3 FM ni saa 5 kasoro dakika 20, tukiwa naye Daktari Brian. Tunazungumzia kuhusu saratani ya shingo ya kizazi, yani cervical cancer, ndani ya kipindi chetu Insight on Health. Basi kabla tuende breaki, Anthuku, habari ya Masai Mara, unasema kwamba Jenny, na kutopata damu kabisa na pap smear inasema uko na slight something, alafu after some years haipatikani. Kumbuka case hii ni ya menopause lady. Sijamwelewa vizuri hiyo kusema baada ya miaka kadhaa ipatikani. Anasema kutopata damu kabisa, I think menopause. Yeah. And then pap smear inasema uko na slight, sijui ako na nini, kuna jambo ambalo limepatikana. Okay. Alafu after some years haipatikani. Okay. Yes. Alright. Sawa. Asante kwa hilo swali Anthuku. Sina hakika nimekuelewa kabisa, lakini nitajaribu kujibu kulingana na ile kuelewa nimepata kulingana na hilo swali. Tulivyozungumzia hapo awali, ni kuna vitu mingi ambazo zinapatikana katika ile shingo ya kizazi kuna kwa na zile cells ziko pale, na hata pia kuna viini tofauti. Anasema hivi, kutopata damu kwa menopause lady, pap smear ikasema ya kwamba kuna dalili, kuna something imepatikana, lakini sasa hakuna dalili. Hapati chochote, kuna kitu kinaonekana. Kweli kabisa. Hapo sina uhakika nini hasa ilifanyika, lakini mara mingi ukienda ufanye pap smear alafu ionekane kuna, mara mingi tunazita atypical cells, kwa sababu kuna kawaida kuna zile typical cells, alafu kuna atypical cells, alafu kuna zile zetu tunasema hizi ni kansa zenyewe. So hizo mara mingi zinaonyesha kwamba kuna ile mabadiliko imeanza kufanyika, na mara mingi hapo ndio unapata daktari anaambiwa intervene. Na tulivyosema hapo awali ni hiyo disease process yenyewe kwa ule mtu mwenye ako na immunity inakuanga very slow. Mwili yako inajaribu kuarrest those transformations. So those ones hiyo inaweza kufanyika pia. Lakini cha muhimu ni lazima pap smear ifanywe tena, na pia kuna kwanga na other test yule daktari wa kizazi anaweza fanya. Mara mingi zinaitwa Viagra. Viagra ni kwanza ni either inatumia kitu kinaitwa acetic acid na ingine inatumia Lugol's iodine. Ni vitu tu Lugol's iodine, ile iodine ile kama tu iodine. Sasa hii inaitwa Lugol's iodine. Ukipaka kwenye ile shingo ya kizazi, na iwe kuna cells ambazo si za kawaida, zina stain differently compared to zile za kawaida yani ukishapaka hiyo iodine pale, zile zenye ziko na shida zinachukua rangi tofauti na zile ambazo ziko sawa. Hapo hivyo cha muhimu tu nitasema ni anafaa kurudi kwa daktari, hasa daktari mwenye specialization so daktari wa kizazi gynecologist amuonyeshe zile reports, ambazo reports mbili daktari aweze kuzielewa vizuri, alafu baada hapo ifuatiliwe na pap smear na pia labda Viagra. Alafu baada hapo yule daktari specialist ataweza kumweleza how best to proceed. Okay.
Alright, asante sana Bena. Unasema good conversation, health repackaged. Yes indeed. Vile vile Christine Chuma pale, Selina Tieno, Rosella Bulemi, Evelyn, wote hawa wanaendelea kufuatilia. Grace Ailey, thank you. Monica Karaoke, wote kabisa. Marianne, Josephine, wote ambao wanaendelea kufuatilia. Tunashukuru sana. Haya ni mazungumzo ambayo ni juu ya afya. Tunazungumza kuhusu masuala ya afya tukiwa na daktari akitumia lugha rahisi kabisa na ya kueleweka, na vile vile tukikualika kwa swali lolote lile. Daktari, tuzungumzie kuhusu kinga. Na nauliza hivyo kwa sababu ulipotueleza the risk factors ukasema ni virus na mambo kama yale, tunajiuliza, je, kuna uwezekano inaweza zuilika? Asante sana Jenny. Hilo ndio swali ambazo mara mingi tunasema silver lining ya. Kwa hiyo Mungu akikupea, akifunga mlango atafungua dirisha. Na haswa kwa hii shida ya saratani ya shingo ya kizazi, Mungu amefungua dirisha ya. Kiasi kwamba tumejua haswa hii saratani mara mingi inaletwa na virusi. Ile daktari wamefanya sasa, tunajua tukipigana na hizi virusi, hatimaye tunakuwa tunapigana na saratani yenyewe. Ndio ile kitu ya kwanza ambayo imefanyika ni kuna vaccine sasa iko available. Ile mara mingi labda umesikia kwenye TV serikali ikisema watoto wa kike wakifika miaka 9 wao wapate hiyo vaccine ya HPV. Na hiyo vaccine iko yani ni vaccine ambayo imeonyesha matokeo mazuri zaidi kwa zile nchi za nje ambazo zilifanya hiyo rollout mapema. Kama sasa kuna zile nakala zimechapishwa kwenye makaratasi ya utafiti kutoka nchi kama Australia, Uswizi, Norway, ambazo zinaonyesha kuna generation yao ya wanawake ambao hawana cervical cancer hata case moja. Waona ile, yani hata unajua kuna wakati tunasema kitu iko 99.99 effective. Hapa hivi unapata 0 cases kwa ile age group ambayo imekuja na ikapewa vaccine wakiwa wachanga. So that is how effective the rollout has been. Okay. Kenya kidogo tulichelewa, lakini that rollout imeanza. Ni vizuri kama mzazi uelewe kwamba mtoto wa kike mara mingi atakuja kwa mzazi baadaye. Na ni vizuri akipata hiyo vaccine mapema, inamsaidia kumkinga for the rest of her life. Kwa hivyo akipata cervical cancer kwa sababu inatokana na HPV. Kwa hivyo naye chanjo hii chanjo atahitaji kweli kupimwa baadaye? Kusema kweli, so far guidelines hazijatolewa sasa zenye zina consider wale watu wenye wamekuwa wamepewa hiyo chanjo lakini kile ambacho kimetuonyesha kwamba ile chanjo iko effective ni kwamba wale wenye walishapewa mapema wamekuwa wakipimwa, alafu sasa wamekuwa wakionyesha hawaipati. Waona, nafikiri baada ya miaka ya mbele, wakati mingi medical decisions lazima kuwe na data ya watu wengi, ndio mtu akwambia sasa hivi ndio tutakuwa tunafanya going forward. So nafikiri once the data imekuwa accumulative, kutakuwa na mabadiliko kuile ya the guidance za kuscreen once wamepata. So by the time watu wanaanza kuwa wakubwa, kutakuwa na enough data, probably watakuwa wanakuwa screened frequently, venye sasa tunasema mama zao wakwe screened kweli kabisa. Sasa hiyo ndio prevention modality ya kwanza. Na hiyo ina fall under primary prevention. Na labda tuzungumze kuhusu matibabu. Najua katika mazungumzo yetu labda kuna mahala ambapo umegusia lakini sasa wacha tusikie kuhusu matibabu yenyewe na labda zile changamoto ambazo zipo hapa nchini Kenya. Asante sana. Kwa matibabu lazima tuangalie mara mbili kwenye njia ya shingo ya kizazi. Lazima tuwe na ile matibabu ya that hizo tuliziita precancerous lesions. Zile za mapema ambazo zinaonekana kwa pap smear. So mara mingi hizo cha muhimu ni daktari lazima akate ato ile sehemu So kuna kitu inaitwa loop excision na kuna nyingine ni kama ka loop tu, unaenda unachomoa hiyo sehemu yenye iko na shida, na kwingine inaitwa cryotherapy, lakini hiyo ni daktari specialist ataelezea mtu. Lakini hiyo ndio ya kwanza, na hiyo ni kwa mostly for those precancerous lesions. Sasa ile sehemu ya pili ni wakati ni saratani yenyewe Saratani yenyewe iko na
ni kama tu saratani yoyote ya. So kuna upasuaji, surgery, kujaribu kutoa ile sehemu ambayo imekuwa na shida. Ya pili ni kunaweza kuwa na radiotherapy, na pia kunaweza kuwa na chemotherapy ya, depending on the staging of the cancer yenye mtu ako nayo ya. Na lazima sasa uelewe kwamba kwanza kabisa tuko nchini Kenya, na tatizo la kwanza ni access to specialists. So mara mingi unapata tuseme mwanamke mwenye ako sehemu za mbali kama maybe pale Turkana, sampuli yake ati ikitolewa anapata wapi pathologist wa kuiangalia, unaona. Hilo ndio tatizo la kwanza. So ni ile muhimu serikali lazima iendelee kusaidia madaktari wa specialize kuwe na pathologist wa kutosha. Cha pili ni access to a gyne. Unajua hapa hivi tuko Nairobi, unaona gyne wako kila mahali. Hiyo kidogo ina distort perception ya wale watu wako in urban areas ya. Hatuwezi fikiria wale wanawake wenye wako mashinani hasa wanaweza pata wapi matibabu kama hayo, ambayo wewe ukitembea tu hapo unapata hospitali, unapata kuna yule specialist pale. So lazima pia serikali iendelee kusaidia kuwe na enough specialist kwa hizo vitu. Hiyo pia inasaidia sana, kwa sababu leo matibabu inaweza kufika kwa wale. Hiyo ni changamoto kubwa zaidi. Na kwa wale watu wako na saratani, siwezi zungumzia kwa kina, lakini nafikiri ni kitu ambacho kimekuwa kwa vyombo vya habari kwa muda, ile kiasi kwamba chemotherapy ni shida kupata, radiotherapy ni shida kupata, alafu tunazungumzia the financial implications ya, kwa sababu hizo vitu pia zinahitaji pesa. Alafu mara mingi unapata ni hospitali ngapi Kenya ambazo public hospitals ama hospitali za umma ambazo mtu anaweza enda apate yale matibabu ya. So hapo changamoto mingi ni hiyo ukosefu wa ile human resource ambao ni specialist, alafu na pia upungufu wa resources financially, alafu na pia infrastructural problems. Alright. Basi tukimalizia kabla daktari, labda najua kumekuwa na dhana ambazo ni potovu ukizizungumzia na ujumbe wa mwisho. Antho kunauliza daktari amesema duration ama pap smear ifanywe baada ya muda gani? Asante. Nafikiri nilikuwa nimemention hapo awali, lakini nitarudia tena ya. Tunasema hivi, mwanamke akishafika miaka 21 anafaa angalau kufanya pap smear kila miaka 3. Waona. Alafu na ikiwa kwamba kuna jambo lolote ambalo linafanya immunity yake screening prior. Okay. Safi kabisa. Basi daktari, labda ujumbe wa mwisho kabisa, na sijui ama tumepata kusikia dhana hili, labda ni swali ambalo ningeuliza msikilizaji iwapo amepatana na dhana pale nje kuhusu saratani hii ya kansa, saratani hii ya shingo la kizazi. Labda unaweza tuzungumzie iwapo wale patient, kuna watu ambao wanakuja pale clinic anakuambia daktari nimesikia hivi. Sijui. Okay. Kweli kabisa. So nafikiri langu la mwisho haswa nitakuwa najaribu tu kuangalia briefly the whole journey ya hii shida ya cervical cancer ya. So kwanza kabisa kuna chanjo ya against hizo virusi. Hata kusaisa kuna zile stress zinapata kwa watu wakubwa ya. So enda ongea na daktari wako wa kizazi pale kwa AAR Healthcare, kwa branches zetu kuna kwanga nao madaktari. Utakuja uulize swali kuhusu chanjo kwako wewe mwenyewe na kwa mtoto wako wa kike amefikisha miaka 9. Ama amefikisha miaka 9. Alafu utaelezwa na utaambiwa the availability. Hiyo ni kwanza kabisa. Alafu pili kabisa, msiwe uoga kwenda kufanya screening ya. Kuja pale daktari atakueleza vizuri, atakuwa mpole na wewe, atakupeleka kwa hiyo safari pole. Kujeni mfanywe pap smear, angalau ikiwa kuna tatizo liweze kupatikana mapema. Alafu baadaye sana kwa wale watu ambao wamepata hii shida ya, labda kuna mtu anatusikiza ya, ila tunamtakia neema ya Mungu kwanza kabisa na nguvu kwenye hiyo safari. Na sisi wenye ambao labda tunayo shida, lazima pia tuelewe wale watu ya. Mara mingi utapata kuna unyanyapaa kwa wale watu wako na hiyo shida ya cervical cancer, kwa sababu especially wale watu wenye imekuwa kwa muda na ijaingiliwa wakati, ni wale wako unaweza pata ako na harufu fulani, yani waona, yani mtu mwenye ukiwa karibu naye unazoona hapa kuna tatizo ya. So kupata na watu kama wale, usione kama ni kitu mbaya. Kama uko na uwezo usaidia mtu aende hospitali, daktari amuone, na kama kuna tatizo daktari aweze kuingilia. Na wale watu around us wanaweza taka support emotional or financial kwa sababu ya hii shida ya saratani ya shingo ya kizazi. Kama una uwezo pia
pia wasaidie, alafu I think na hiyo yote wote tutakuwa salama. Thank you so much daktari. Tunapoondoka nishukuru timu nzima ya AAR kuweza kukupa nafasi na kuweza kuja hapa. Wengi wameappreciate. Kina Farel Juma tunasema thank you so much wote. Anyangala tunashukuru, hata mimi nafurahi tumerejea. Asante sana. Kwa hivyo iko imesalia dakika 5, hatuna budi ila kuweka kikomo kwa makala haya, kwa mazungumzo haya Alhamisi ya leo. Nitakuwa namwalika daktari aje tena azungumze. Kumbuka saratani ya shingo ya kizazi inaweza kuzuilika, inaweza kugundulika mapema na inaweza kutibika. Usisubiri dalili, chukua hatua, nenda kapime. Afya bora huanza na ufahamu. Basi imekuwa ni Insight on Health. Mimi ukiniita Jenny nitaitika, nitakuwa narejea tena pale mwendo wa saa 10 kwa kipindi cha Barizi na Waumini. Tunamsubiri sasa Monica ashike usukani kwa kipindi cha Tafrija za Heri Njema. Kuwa na mchana mwema. Peace.